Mungu wa Israeli, ukae juu ya vitu vyote. Asante kwa asubuhi hii njema ya leo tena, Bwana, ambayo umetupa nafasi tena kuingia hemani pako tena. Mungu mtakatifu, tunakusihi Baba ukaonekane katika kipindi hiki. Roho wako Mtakatifu asitupungukie wala asituache, kwani ni ahadi tuliyopewa na Mungu wetu ya kwamba utatupa Roho wako Mtakatifu atakayetufundisha, atakayetuheshimisha na atakayetuongoza. Roho Mtakatifu, karibu sasa ukatawale katika kipindi hiki. Tukuone Bwana ukitutia nguvu, tukuone Mungu wetu ukituwezesha, maana hakuna aliye kama wewe. Onekana katika somo hili tunalokwenda kulifundisha. Mungu, watakaolisikia likawaponye, likawainue sawa sawa na unavyosema ya kwamba ulituma neno lako nalo hutuponya na kutoa katika maangamizi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo unasema pendo kuu la Bwana Mungu, ambao tunaupata katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27. Lakini kabla sijaendelea kufundisha, naanza kuuliza swali. Je, Mungu anakupenda kwa kuwa kuna sababu au anakupenda tu? Wapo watu katika maisha ya leo wanaposimama kufundisha, wanafundisha wakisema ya kwamba Mungu alitupenda pasipo sababu. Mwana wa Mungu, naomba upone katika hilo. Naomba ubadili mtazamo. Naomba ubadilike kabisa. Ujue kwamba Mungu hajakupenda pasipo sababu, bali Mungu ana sababu ya kukupenda. Wacha tusome maandiko sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, ili ujue ya kwamba kwa nini Mungu anakupenda na kwa nini Mungu anaamua kutoa gharama kwa ajili yako. Maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sura ya 20 mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kama umenifuatilia nilipokuwa nasoma somo hili, ama kama ulishawahi kulisoma, somo hili limeweka wazi, limeonyesha kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Kwa hiyo kama Mungu aliumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake, siku moja chukua kioo uangalie sura yako. Kama utaona sura yako ni mbaya, utakuwa na matatizo tena makubwa. Lakini kama utachukua kioo ukajiangalia, ukaona ya kwamba sura yako ni nzuri, itakuwa vizuri, kwa sababu ndivyo hata Mungu anavyokuangalia. Mungu anapokuangalia anaona sura yake. Anapoangalia roho yako, anapoangalia moyo wako, anaona roho aliyoiweka ndani yake. Kwa hiyo Mungu anapokuangalia lazima akufurahie na lazima akupende, kwa sababu wewe ni mfano wake na wewe ni sura yake. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Petro wa kwanza, Biblia inasema Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Nakumbuka Yesu Kristo katika neno lake anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima ya kwenda kwa Baba, na kwamba atakwenda kuandaa makao ili pale alipo na sisi tupate kuwepo. Kwa hiyo unaona kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo ni kaka yetu na sisi ni wadogo zake. Anakwenda kule kuandaa makao ili pale takapokuwa na sisi wadogo zake tuwepo. Kwa hiyo Mungu anapokuangalia wewe anaona sura ya Yesu Kristo mwanae wa pekee. Nakumbuka Biblia inasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sasa ukishakaa ndani ya Yesu Kristo, sio wewe unayeonekana, bali ni
bali ni Yesu Kristo anayeonekana ndani yako. Amen, amen. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ni jambo la kuelewa sana ya kwamba Mungu anakupenda kwa sababu hizo, sababu wewe ni mfano wake, sababu wewe ni sura yake. Na tunaposema sura ya Mungu, maana yake ni matendo. Tunaposema mfano wa Mungu, maana yake ni zile tabia ambazo Mungu ameziweka ndani yako. Kwa hiyo Mungu akiangalia ndani yako, anaona tabia yake, anafurahi, anasema naam, kweli ninaye mtoto, kweli ninao watu wanaoifanya kazi yangu, katika jina la Yesu Kristo. Sasa tunapata muda wa kumwomba Mungu tena katika kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, naomba Mungu maneno haya yakae mbele zako. Bwana, usituache wala usitupungukie. Yesu, utupe hekima. Yesu, utupe maarifa. Mungu, utupe ufahamu, tukujue zaidi, tukupende Bwana kama ulivyotupenda. Maana jinsi hiyo ulimtoa mwanawe wa pekee pale msalabani, ili kila muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wote wakujue wewe Mungu na Yesu Kristo mwanawe uliyemtoa. Yesu Kristo hukumtuma ili ahukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, okoa taifa lako Bwana linalotaka kuangamia. Okoa watu wako Mungu wanaotaka kuangamia. Okoa watu wako Bwana wa mabwana, maana wewe ni Mwokozi uliokoa wana wa Yakobo na Yusufu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakataa kila roho za mapooza, tunakataa kila maanguko, shetani na kazi zake. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakusihi Mungu, katuongoze twende sawa na baba zetu walivyokwenda, mpaka wakashinda, mpaka wakamaliza salama, na sasa ni watakatifu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa unaweza yote. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, wote tuseme amen.